Na mtazamaji wa Bunge TV, karibu tena katika kipindi cha Jimbo Langu kinachokujia kutoka hapa katika studio za Bunge hapa jijini Dodoma. Leo tuko na mbunge wa Kakonko. Kama ilivyo kawaida, kipindi cha Jimbo Langu huwa tunazungumza masuala mbalimbali kuhusiana na majimbo mbalimbali yaliyopo hapa nchini. Leo tunazungumzia kuhusiana na jimbo la Kakonko. Tujue jimbo la Kakonko linapatikana upande gani wa Tanzania, lakini ni yapi mafanikio, matarajio, lakini na kile ambacho wananchi wanakipata kutoka kwa mbunge wa jimbo hili la Kakonko. Mtazamaji wa Bunge TV, karibu katika kipindi hiki. Naitwa Nora Uledi, tuko na mbunge Alan Thomas Mvano. Yeye ni mbunge wa jimbo la Kakonko. Karibu Mheshimiwa Mvano. Asante sana Nora. Labda mtazamaji wa Bunge TV angependa kufahamu kwanza kuhusiana na jiografia. Jimbo la Kakonko linapatikana upande gani wa Tanzania? Asante sana Nora. Jimbo la Kakonko linapatikana kaskazini mwa mkoa wa Kigoma, na jimbo la Kakonko ambayo ndio wilaya pia ya Kakonko, upande wake wa kaskazini inapakana na mkoa wa Kagera, upande wake wa kusini inapakana na wilaya ya Kibondo, na upande wake wa mashariki inapakana na mkoa wa Kagera. Upande wake wa magharibi tunapakana na nchi jirani ya Burundi, ambapo kata 8 kata za Mgunzu, Katanga, Gwanumpu, Rugenge, Kasuga, Muhange, Gwarama, Nyabibuye na Nyamtukuza zinapakana na nchi jirani ya Burundi. Kwa hiyo kwa maana ya jiografia ya wilaya ya Kakonko ni hiyo, na wilaya ya Kakonko ilianzishwa rasmi tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2013 ikiwa imemegwa kutoka kwenye wilaya ya Kibondo. Tunataka tufahamu kuhusiana na masuala mazima ya kiafya. Ili binadamu wafanye kazi zake vizuri, lazima awe na afya njema, na afya ndio mtaji tunasema. Labda huduma za afya katika jimbo lako la Kakonko zinakidhi mahitaji ya wananchi waliopo? Nashukuru sana Laura. Kimsingi, kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu katika kipindi ambacho amekuwa rais wetu kwa awamu iliyopita kuanzia mwaka 2021 mpaka mwaka jana wa 2025, wilaya ya Kakonko imepokea fedha nyingi za miradi ya maendeleo. Jumla ya fedha ambazo zililetwa na serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kipindi hicho cha miaka minne ni bilioni 128 milioni 910 laki 7,012,714 na senti 65. Unaweza ukaona ukubwa wa fedha zilizoletwa pale, na katika miradi iliyotekelezwa katika wilaya ya Kakonko ni pamoja na eneo hilo la afya, kwa sababu tumeona katika kipindi hicho zaidi ya bilioni 4 zilikwenda kujenga hospitali ya wilaya ambayo kabla haikuwepo, na hivi tunavyozungumza tayari inafanya kazi na inahudumia wananchi wa Kakonko. Lakini vile vile katika kipindi hicho vilijengwa vituo vya afya vitatu. Kilijengwa kituo cha afya cha Mgunzu, kikajengwa kituo cha afya cha Nyakiobe na kikajengwa kituo cha afya cha Kasanda. Kwa hiyo unaweza ukaona fedha nyingi zilikwenda huko ili kusaidia eneo hilo la afya kwa wananchi wetu, pamoja na miradi mingine ya maendeleo ambayo ilitekelezwa. Lakini namshukuru sana kwa kweli rais wetu kwa kuitazama wilaya ya Kakonko kwa jicho la pekee, na ndio maana tunaweza tukasema kabisa kwamba watu wetu wanapata huduma nzuri za afya. Tumekuwa na changamoto kidogo ya uhaba wa watumishi, lakini baada ya mimi kuchaguliwa na wananchi wa Kakonko ambao kwa kweli ninawashukuru sana kwa imani yao kubwa kwangu kama kijana, lakini vile vile kuniamini na kunipatia nafasi hii ya kuwawakilisha katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ninaamini kabisa kwamba nitapambana na nitafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha ninawatumikia watu wetu wa Kakonko.
na katika hilo, kwa kipindi kifupi hiki ambacho nimekuwepo katika nafasi hii ya ubunge, Mheshimiwa Rais alitoa nafasi za ajira na tumeona maeneo mengi yamepokea watumishi, na sisi wilaya ya Kakonko kwa kweli tunashukuru sana kwa sababu tumepokea mpaka sasa watumishi 128 na katika eneo la afya ambalo tulikuwa tuna uhitaji wa watumishi, tulikuwa na majengo, tuna zahanati zimejengwa, tuna vituo vya afya vimejengwa, hospitali ya wilaya imejengwa, lakini tulikuwa na uhaba wa watumishi. Kwa hiyo tunavyozungumza tuna watumishi 76 ambao tumewapokea kuanzia mwaka huu unaanza sasa. Kwa hiyo tunavyozungumza, maana yake huduma za afya zinazidi kuboreshwa na wananchi kwa kweli wanaendelea kufurahia serikali hii ambayo inaongozwa na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Sambamba na upatikanaji wa watumishi katika hospitali, vituo vya afya na maeneo mengine, labda hali ya upatikanaji wa dawa katika hayo maeneo, kwa sababu mgonjwa anapoenda hospitali anahitaji huduma, mtumishi yupo atamhudumia, lakini je, dawa kwa ajili ya kujitibu inapatikana? Asante sana Nora. Niseme kwamba huduma zinaendelea na dawa zinapatikana, isipokuwa sasa wakati mwingine kulingana na bajeti inaweza zisipatikane dawa zote pengine zinazohitajika kwa wakati huo, lakini jitihada zinazoendelea mimi binafsi ninaziona na ninaamini kwamba huduma zitaendelea kuboreshwa kwa sababu tumekuwa tukiona jitihada zinazofanyika, na mimi kama mwakilishi wa wananchi wa Kakonko nitaendelea kufuatilia, kuzungumza na viongozi wetu wanaosimamia maeneo hayo na hasa eneo hili la afya kuhakikisha kwamba dawa na vifaa tiba vinapatikana wakati wote. Lakini vile vile kwenye eneo hilo hilo miaka ya nyuma ama siku za nyuma tumekuwa tukishuhudia changamoto ya wananchi wetu wanapokwenda kwenye vituo vya afya kupata huduma za afya, hasa wale wenye bima. Unakuta wanafika wanahudumiwa, alafu mwisho wa siku wanaambiwa dawa hakuna. Kwa hiyo hilo nalo ni eneo ambalo tunaendelea kuishauri serikali kwamba Wizara ya Afya pamoja na Wizara ya TAMISEMI zifanyie kazi jambo hili kuhakikisha kwamba tunapokuwa tunaelekea kwenye utekelezaji wa bima ya afya kwa wote, maana yake tunatamani kuona kabisa kwamba ile dhamira ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha wananchi wanakuwa na afya njema inatekelezwa kwa vitendo, na moja ya eneo ambalo ni nyeti sana ni kuhakikisha vifaa tiba na dawa vinapatikana katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya. Tukiachana na swala la huduma za afya, labda turudi kwenye swala zima la elimu. Elimu, hali ya upatikanaji wa elimu katika jimbo la Kakonko, hasa tukijumuisha miundombinu, tukichukua walimu pamoja na masuala mengine yanayohusiana na ufaulu wa watoto, hali ikoje katika jimbo lako? Nashukuru sana Nora. Kwenye upande wa elimu, kwanza kabisa niseme kwamba wilaya ya Kakonko ni miongoni mwa wilaya ambazo zimefanikiwa kuongeza miundombinu ya elimu katika kipindi hiki kilichopita, na ndio maana nimetaja yale mabilioni ya fedha. Maana yake ni kwamba sekondari 9 zilijengwa kwa miaka 4 na shule za msingi ziliongezeka pia. Kwa hiyo tumeshuhudia mkoa wa Kigoma na hasa wilaya ya Kakonko ikifanya vizuri katika mitihani ya sekondari na shule za msingi. Na kwa takwimu tu mpaka sasa tuna shule za msingi 71 tukiwa na vijiji 44. Unaweza ukaona idadi ya shule, lakini vile vile tuna shule za sekondari 25 na tuna kata 13. Kwa hiyo maana yake jitihada kubwa tayari zimekwisha fanyika, na mimi binafsi nipongeze sana serikali kwa kazi kubwa, niwapongeze watumishi wetu wa sekta ya elimu, na niseme kwamba binafsi natamani kuona tunajenga na tunaendeleza mazingira bora ya elimu, kwa sababu kama nilivyoeleza awali kwamba wilaya ya Kakonko
kwa mujibu wa sensa ile ya watu na makazi ilikuwa inaonyesha 60% ya wananchi ni watoto. Kwa hiyo maana yake tunahitaji kuwatengenezea mazingira mazuri ya elimu ili tuweze kutengeneza kizazi bora. Na mimi binafsi kwa kweli nitatumia nguvu zangu kubwa kuhakikisha tunaboresha mazingira ya elimu. Kwanza kabisa tuendelee kuongeza idadi ya shule, kuanzia shule za msingi, lakini vile vile hata sekondari tuongeze vile vile sekondari. Mfano sekondari kwa maana ya kidato cha 5 na 6, shule za upili tunasema pale tunazo 2 tu. Tuna shule ya Kakonko sekondari na tuna sekondari nyingine ya Amani Girls Secondary School. Kwa hiyo tunahitaji kuongeza sekondari za upili ili hili kundi kubwa linalotoka kwenye hizi shule 25 za sekondari waweze kupata sehemu ya kwenda wanapojiandaa kwa ajili ya kwenda kwenye elimu ya juu. Kwa hiyo natamani kuona kwamba kwa miaka hii 5 inayokuja basi walau tuongeze shule za upili, kwa maana ya kwamba tutoke kwenye idadi ya shule hizo 2 tuweze kuongeza idadi ya shule hizo. Lakini vile vile hata shule za msingi, kwa sababu watu wanaongezeka, vitongoji vinapanuka. Maana yake ni kwamba katika siku zinazokuja tunategemea watoto watalazimika kutembea umbali mrefu kufuata elimu. Kwa hiyo natamani sana na nitapambana kuhakikisha kwamba katika kipindi hiki basi shule ziongezeke, lakini vile vile watumishi nao waongezeke ili waweze kutoa huduma vizuri katika eneo hili la elimu. Sawa. Labda ni hatua gani sasa mnazichukua kuhakikisha kwamba mnatengeneza hizo fursa za kupata elimu ya juu, labda elimu ya ufundi kwa vijana ambao mnawaona sasa ndio wanakuja sasa kwa ajili ya kupata hizo elimu? Nashukuru sana. Kwanza kabisa tunavyozungumza, mradi wa ujenzi wa chuo cha VETA unaendelea, na kwa majibu niliyopewa na serikali, Mheshimiwa Waziri alinihakikishia kwamba kwa mwaka huu wa fedha unaokuja fedha itatengwa, kwa sababu imebakia 30% tu chuo kiweze kukamilika. Maana yake chuo hicho kikamilika kinaweza ikaanza kudahili wanafunzi kuanzia mwaka huu, ama ikishindikana mwaka huu basi mwakani, maana yake tunategemea chuo hicho cha VETA kitaanza kazi. Kwa hiyo hiki kitachukua vijana wengi na tunaamini wengi watakwenda katika chuo hicho na kupata ujuzi. Lakini vile vile katika eneo la elimu ninatamani pia kuona katika wilaya yetu ya Kakonko tunakuwa na chuo cha uuguzi, kwa sababu ukiangalia wilaya yetu jinsi ilivyo, maana yake chuo cha kwanza kitakuwa hiki cha VETA. Sasa natamani kuona tunakuwa na chuo kingine, na hili ni jambo ambalo naendelea kulifanyia kazi na tayari nimekwisha wasiliana na watu wa serikali upande wa Wizara ya Afya, na wao wanalifanyia kazi. Kwa hiyo ninaamini katika siku za mbeleni tutakuwa na chuo cha uuguzi pia katika wilaya yetu ya Kakonko. Lengo ni kuhakikisha kwamba wale vijana wanaotoka huku chini basi waweze kupata ujuzi na waende wakaisaidie jamii, watengeneze ajira na kitu cha namna. Lakini vile vile hatutegemei kwamba wote wanaomaliza kidato cha 4 ama cha 5 na cha 6 wale kwamba wote watakwenda vyuo vikuu. Tunategemea wapo wengi ambao watakwenda kwenye vyuo vya ufundi, hao ndio sasa ambao tunategemea wabakie katika jamii. Na kipo chuo kingine kidogo cha VETA ambacho kinaendelea, ni chuo cha ufundi ambacho kilirithiwa kutoka kwenye iliyokuwa kambi ya wakimbizi, na sasa kinamilikiwa na jeshi la kujenga taifa, nacho kinaendelea kutoa huduma pia kwa vijana wetu. Labda sasa turudi kwenye masuala ya ajira na uchumi. Ni mikakati gani ambayo umeweka wewe katika jimbo lako kuhakikisha vijana wanapata ajira ili waweze kujikwamua kiuchumi na wao? Nashukuru sana Nora. Eneo la ajira ni eneo pana. Kwanza kabisa tuna vijana wengi ambao wako mtaani. Wapo ambao wamesoma na wamemaliza vyuo vikuu, wapo wenye degree zao, wapo wenye diploma, wako mtaani. Lakini vile vile wapo pia ambao wamesoma katika vyuo vya ufundi, nao pia wako mtaani. Na wapo vile vile ambao hawakufanikiwa kwenda shule, nao pia wanahitaji kupata kujitengenezea shughuli za kiuchumi ili waweze kuendesha maisha yao.
Sasa mimi binafsi, jambo la kwanza ambalo naliangalia kwa wilaya yetu ya Kakonko, shughuli kuu ambayo inafanywa na wananchi wa Kakonko ni kilimo. Hiyo ni shughuli ambayo imeajiri kundi kubwa, na watu wengi wanafanya kilimo kwanza wapate chakula, lakini vile vile kile kinachozidi basi waweze kufanya biashara. Kwa hiyo kwenye eneo la kilimo sisi Mwenyezi Mungu alitubariki, tuna mito, tuna mabonde ambayo yanaweza kutumika kwa kilimo cha umwagiliaji, na miaka ya nyuma yapo maeneo yalitengenezewa mazingira na miundombinu ya kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo kwa sababu muda mrefu umepita, tayari maeneo hayo miundombinu ile imeanza kuchakaa. Kwa hiyo binafsi, moja kati ya eneo ambalo napambana nalo ni kuhakikisha tunapata fedha kwa ajili ya kukarabati ile miundombinu ya umwagiliaji iliyopo. Ukiangalia maeneo ya Itumbiko utaona, ukienda Katengela utaona, ukienda kule Mwiruzi ilijengwa lakini haikukamilika. Kwa hiyo maeneo yote hayo natamani kuona tunajenga miundombinu hiyo, lakini vile vile yapo maeneo ambayo haikujengwa kabisa miundombinu ya umwagiliaji. Kwa hiyo ninatamani kuona pia eneo hilo tunalifanyia kazi. Mabonde kama ya Churazo kule, vile vile kwenye kata ya Gwanumpu kuna mabonde pale Kumuyumpu. Ukija Bukiriro kuna eneo la Rusenga kule katikati ya Bukiriro na Kasanda, kote kule kuna mabonde mazuri sana ambayo yanaweza kutumika kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji. Tuondokane na kulima kwa msimu mmoja kwa mwaka, ili wananchi wetu waweze kujiajiri katika eneo la kilimo na wafanye vizuri. Lakini vile vile wananchi wetu wamekuwa wakizalisha zao la mhogo kwa wingi. Kwa takwimu, wilaya ya Kakonko kwa mwaka 2024-2025 ilizalisha tani 184,000 za mhogo, na katika mkoa mzima wa Kigoma, mkoa ulizalisha zaidi ya tani 1,000,000. Soko kubwa lilikuwa ni la nchi jirani, ambapo tulikuwa tunaona watu wa kutoka nchi ya Rwanda wanakuja wananunua, watu wa kutoka Uganda wanakuja wananunua, wengine wanakuja kutokea Burundi. Na baada ya machafuko ya mashariki ya Kongo, tumeona soko lile liliporomoka ghafla, kutoka kwenye kuuza kilo moja ya mhogo shilingi 800 hadi 1,000 kuja shilingi 200 mpaka 250. Sasa hilo lilikuwa anguko kubwa, lakini tayari tumeshaliona ni eneo ambalo tukiweka nguvu zetu hapo tukatafuta masoko, maana yake wananchi wetu wanaweza wakajiajiri katika kilimo kwenye zao hilo na wakaendesha maisha yao vizuri. Bahati nzuri tayari jitihada zinaendelea. Nilipokuja bungeni hapa, nimekuwa nikilifanyia kazi kuhakikisha serikali inajenga kongani za kiwanda pale Kakonko kwa ajili ya kuchakata zao hili la mhogo, ili kuongeza thamani na vile vile kwa ajili ya kupata masoko ya nje. Na serikali tayari imeshaweka katika mpango wake, na hivi karibuni akipatikana mzabuni wa kujenga, maana yake ujenzi ule utaanza, na kikijengwa kiwanda hicho, maana yake kitaajiri vijana ambao wako mtaani, lakini vile vile itasababisha wakulima wetu waweze kulima zao la mhogo wakiwa wanajua tuna processing center, tuna sehemu ya kuongezea thamani mazao yetu haya. Na hilo likifanyika, maana yake tunategemea watu wengi watakuja kwenye wilaya yetu kwa ajili ya kuchukua sasa processed mhogo ambao umeongezwa thamani. Lakini vile vile tumeona serikali imetangaza kwamba kuna bilioni 200 ambazo zimetengwa kwa ajili ya vijana kwa kipindi hiki. Tayari kule Kakonko tulichukua hilo jambo kwa uzito, na wakati sisi tunaendelea huku na vikao, nilimtuma katibu wangu akishirikiana na viongozi wa jumuiya ya umoja wa vijana kwenye Chama cha Mapinduzi, wamezunguka wilaya nzima kuwaelimisha vijana juu ya fursa hiyo. Lakini vile vile tulikuwa tunatengeneza ushirikiano
pamoja na serikali yetu ya halmashauri ya wilaya ya Kakonko kupitia kitengo cha biashara kutoa elimu na kuhakikisha vijana wetu wanapata fursa hizo kwa vile zilivyotokea. Na vile vile walipokuwa wakipita huko, tumekuwa tukiwaambia pia vijana wetu kwamba ipo mikopo inatolewa na serikali. Ni fedha nyingi ambazo zinatolewa, zipo kwa ajili yao. Kwa hiyo tunatamani pia kuona vijana wanapata vijana, akina mama na watu wenye ulemavu ili 10% basi waweze kunufaika, na mwisho wa siku tutakuwa tumetengeneza ajira, kwa sababu ukifanya biashara ni ajira, ukiajiriwa serikalini ni ajira. Kila unachokifanya maana yake, ili mradi sisi tunachotaka tuone shughuli za kiuchumi zinafanyika vizuri ndani ya wilaya. Na jambo la mwisho kabisa kwenye eneo la biashara ni kwamba kama nilivyosema, tuna kata 8 zinapakana na nchi jirani ya Burundi. Tuna masoko ya mpakani ambayo biashara zile zinafanyika kule. Kwa hiyo nayo pia ni eneo zuri sana la ajira. Kitu ambacho mimi nasema kwa kipindi hiki ninatamani sana na nitapambana kuhakikisha tunaboresha mazingira mazuri ya biashara za mpakani ili tuweze kuvutia na kuchechemua ule uchumi wa mpakani. Watu watoke Burundi waje wafanye shughuli zao vizuri bila kubugudhiwa. Lakini vile vile watu wetu watoke Kakonko, watoke maeneo mengine ya wilaya kama Kasanda, Kiziguzigu, kata ya Kanyonza, waweze kwenda maeneo ya mpakani wafanye biashara zao. Maeneo ya Kihomoka kule tuna wafugaji wengi wanafuga ng'ombe na nini, watoke kule wapeleke bidhaa zao mpakani ili tuweze kuona manufaa ya mpaka wetu. Sawa. Mtazamaji wa Bunge TV, wakati tunaelekea mwishoni mwa kipindi hiki cha Jimbo Langu, tunataka tufahamu kutoka kwako kuhusiana na matarajio yako miaka 5 mbele huko, jimbo la Kakonko litakuwa katika hali gani? Nashukuru sana Nora. Moja kati ya eneo ambalo najaribu kupambana nalo sana ni kuhakikisha tunaboresha miundombinu. Kwanza kabisa barabara, kwa sababu tuna barabara ambazo zinatoka kwenye maeneo mengine ya wilaya zinakwenda kwenye maeneo ya mpakani. Kule zinafanyika biashara, kule kuna wananchi ambao wanategemea kuja makao makuu ya wilaya kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali za kiutawala, lakini vile vile kupata huduma za afya pengine katika hospitali ya wilaya. Kwa hiyo napambana kuhakikisha kwamba barabara ya kutokea Mgunzu kupitia Katanga, Gwanumpu, Rugenge, Kasuga mpaka Kakonko inaendelea kupitika vizuri nyakati zote. Lakini vile vile tuna barabara inayotokea Kakonko kwenda kwenye mpaka wa Muhange, ipo inayopitia kwenye kata ya Gwarama ambayo ina urefu wa kilomita 41.43, ambayo ilipandishwa hadhi kutokana na umuhimu wake kutoka kwa wakala wa barabara vijijini, na sasa iko TANROADS, iko chini ya TANROADS. Tunatamani kuona, mimi binafsi natamani kuona ndani ya miaka hii 5 walau barabara hiyo inajengwa kwa kiwango cha lami, kwa sababu kwenye eneo lile la mpakani serikali imewekeza fedha nyingi, imejenga soko kubwa, imejenga ofisi za uhamiaji, imejenga ofisi pale, yani ofisi ziko nyingi za serikali kwa ajili ya management ya pale. Kwa hiyo tukiboresha barabara hizi, maana yake wilaya yetu itakuwa kiuchumi. Tuna eneo la maji. Eneo la maji, vipo vijiji vichache vimebakia havijapata mtandao wa mabomba. Maeneo ya Kihomoka bado kuna changamoto, Kabare kuna changamoto. Kwa hiyo natamani, yapo na maeneo mengine. Kwa hiyo natamani kuona miaka hii 5 inapokwisha tuwe tumesambaza mitandao ya maji katika maeneo ya watu wasogelewe na maji, kama sera ya maji inavyosema kwamba watu wasitembee umbali mrefu kufuata maji. Swala la umeme, bado vitongoji 47 tu. Wakati ule tunafanya kampeni kuomba kura, tulikuwa na vitongoji 68 ambavyo vilikuwa havina umeme kati ya vitongoji 355 vya wilaya. Kwa hiyo hivi vitongoji 47 vilivyobakia, kwa kweli ni shukuru sana serikali hii, kwa sababu tarehe 17 ya mwezi Januari ulisainiwa mkataba wa trilioni 1.2 kwa ajili ya kusambaza umeme vijijini kwenye vitongoji 9,009. Na mimi nilishiriki hafla hiyo ya kusaini mikataba hiyo, ambapo serikali
imeamua kwamba mikoa mitatu, mkoa wa Kigoma, mkoa wa Kilimanjaro na mkoa wa Katavi inakwenda kupata umeme kwenye vitongoji vyote. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba hata hivi vitongoji 47 kwa kuwa tayari nimekwisha wasilisha orodha yake kwenye mamlaka ya serikali, kwa maana kwa mkurugenzi wa REA na wizarani, manake hawa nao wanakwenda kupata umeme katika vitongoji vyao vyote. Na mwisho kabisa, pamoja na mambo mengine yote, natamani kuona wilaya ya Kakonko inaendelea kuwa na amani kama ambavyo serikali inaendelea kulinda amani tulionayo, kwa kuzingatia kwamba wilaya yetu iko mpakani. Asante sana Mheshimiwa Allan Mvano kwa taarifa hiyo ambayo umetuelezea kuhusiana na jimbo la Kakonko. Naona jimbo la Kakonko lina mambo mengi sana. Mtazamaji wa Bunge TV, kuna mambo mengi sana katika jimbo la Kakonko. Hapo nimemkatisha tu. Siku nyingine tutamuita ili tuzungumze naye kuhusiana na masuala mengine yaliyopo katika jimbo la Kakonko. Na mtazamaji wa Bunge TV, basi kufikia hapo hatuna la ziada kutoka katika kipindi hiki cha Jimbo Langu. Naitwa Nora Uledi, tulikuwa na Mheshimiwa Allan Mvano kutoka jimbo la Kakonko. Hadi wakati mwingine, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Asante na siku njema.